Kwa sababu dhambi imesababisha watu wengi sana wametengana na Mungu. Dhambi imesababisha watu wengi sana wamechukizana na Mungu. Dhambi imesababisha watu wengi wanaishi nje ya maisha yale ambayo Mungu alikuwa ameyakusudia. Dhambi imesababisha watu wamekuwa watumwa kwenye baadhi ya vitu ambavyo hawakuvipenda. Dhambi imesababisha familia zimevunjika. Dhambi imesababisha watu wanaishi bila furaha. Dhambi imesababisha mafarakano kati ya ndugu. Kwa hiyo dhambi imesababisha vitu vingi sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, dhambi si kitu cha kukifurahia hata mara moja. Na ukiona ya kuwa unaacha kufanya mambo mema, unabadilisha mtazamo wako wa kumtumikia Mungu au wa kuishi maisha matakatifu kwa ajili ya kupata kitu fulani. Ukiona unaelekea kwenye utaratibu wa namna kama hiyo, ujue unaelekea kwenye hatari mbaya sana, ambayo itakugharimu maisha yako yote, ambayo itagharimu familia yako, ambayo itagharimu watoto wako, ambayo itagharimu ndugu zako, ambayo inaweza kagharimu pia hata rafiki zako. Wanafunzi wa Yesu wakamuuliza Yesu wakasema hivi, twende kwa nani Bwana kama sio kwako? Waliuliza tu kwa ujasiri, twende kwa nani Bwana kama sio kwako? Kwa sababu walikuwa wanakumbuka kuna kipindi waliingia kwenye kufanya kazi bila kusikiliza maelekezo ya Yesu. Walivua usiku kucha, kulikuwa hakuna kitu cha aina yoyote walichokipata. Maana usiku wamekesha, lakini kwa maelekezo ya Yesu wakaambiwa tu lusha jarifye, maana yake tupeni nyavu zenu tena, shusha chini ya maji kirindini, baadaye ndio wakapata samaki. Kwa hiyo walikuwa wanajua jambo lolote kama ni kilimo bila Yesu haitowezekana, kama ni biashara bila Yesu haitowezekana. Tofauti na hapo, maana yake walijua ya kwamba maisha yao wanaenda kuwa mabaya. Lakini kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kukizingatia ni kwamba Mungu ametupatia neema ya kuweza kuishi maisha matakatifu duniani, na mapambano ya maisha ambayo Mungu ametupatia tuweze kuyaishi hapa duniani. Tunapomshirikisha yeye kwenye hayo mapambano tulionayo, maana yake Mungu anaingilia kati kwenye mapambano yetu, anakuwa msaada wa kutusaidia. Maana yake tukienda kinyume na mpango, ndio unakuta watu wanaamua kwenda kwa waganga ili waweze kutajirika. Wanaamua kwenda kutumikia miungu mingine, wanamsahau Mungu wao. Lakini siku wanakuja kukumbuka kwamba Mungu anafaa, wanakuja kukuta kwamba hali zimekuwa mbaya. Wengine wamejiingiza kwenye mikataba, na ile mikataba imeanza kugharimu familia wameanza watu kufa, maana yake ndoa zinavunjika. Wameingia kwenye mikataba mizito, ndio wanakumbuka kuwa kumbe ilikuwa inatakiwa wabaki kwenye maisha yao ya kawaida, waendelee kumtii Mungu, wasizitumikie dhambi, waishi maisha matakatifu, waishi maisha ya upendo na maisha ya kumjua Mungu zaidi. Kwa waliamua kukimbilia maisha mengine, lakini walipokuja kukumbuka thamani ya maisha walioyaacha, muda ulishaenda. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ng'ang'ania sana kumjua Mungu, kumtafuta Mungu, kumwabudu Mungu. Mapambano yako yote yawe chini ya utaratibu wa kumjua Mungu na kumtumikia Mungu. Usikubali kwenda nje ya utaratibu, hata kama mambo yakawa magumu namna gani. Ni heri kufa mikononi salama mwa Mungu kuliko kuitumikia dhambi na shetani.